imekuwa katika nchi na iko tena miaka 5 isiyo ya kulima wala kuvuna. Naona kwa hapa baadaye sasa anajitambulisha kwao. Anawaambia mimi sasa ndio Yusufu. Baada ya kuambiwa hizi hoja na Yuda, anapata simanzi, analia, anajitambulisha kwa ndugu zake kwa mimi ndio Yusufu. Lakini msihuzunike kwa sababu sasa ameona tayari wameshachanganyikiwa, wameingiwa na hofu kuu. Alipoambia tu kwa mimi ni Yusufu ambaye mliniuza huko Misri, waliingiwa na hofu kuu, lakini anaanza kuwarudisha mioyo kwa msihuzunike kwa sababu anajua kwa haikuwa ni kwa mawazo yao, bali ilikuwa ni kwa mapenzi ya Mungu. Yalikuwa ni mapenzi ya Mungu yeye akawaandalie. Kwa sababu asingetoka, na maana wote wasingeweza kupata chakula, wangekufa na njaa. Kwa anawaambia sasa msihuzunike, nyie mliniuza, lakini kulikuwa na mpango wa Mungu nyuma ya jambo hili. Kwa wapenda tujifunze. Kama wewe unamtegemea Mungu, kama wewe uko kwenye msingi wa Mungu, hatuna bahati mbaya. Yaani hakuna bahati mbaya. Jambo lolote linalokupata linakuwa na maana nyuma yake. Unaweza kuiona ni baya sana, linaumiza, hauwezi kupata muda mwingine majibu mapema. Lakini baadaye, baada ya muda, unaanza kupata sababu kwa kumbe Mungu alinipitisha hapa ili niwasaidie ndugu zangu, ili nikomae moyo. Mungu alinipitisha labda kwenye mahusiano haya yakavunjika. Kumbe Mungu alinitaka nisiwe legelege, au nilikuwa namtegemeza huyu mtu sana kuliko Mungu, namtanguliza yeye. Kwa unakuta ukifanya hivyo, Mungu anakufundisha. Kwa kila kitu kinachotupata wana wa Mungu kiko kusudi, liko kusudi. Kina kusudi la Mungu. Kwa kama kusudi lipo, lazima ujue. Ndio maana wanasema hata katika baya kuna zuri. Madamu tukaamua kwanza kuangalia vizuri. Yaani ukikaa tu hata baya lililokupata, ukiangalia nyuma yake, unakuta kuna zuri lipo. Sasa inafuatana wewe unaanza kuangalia vipi. Sasa mtu mwingine akiliona baya anaanza kulia tu. Kama huyu Yusufu, na maana hili zuri, ili baya aliyomfanyia ndugu zake, angekuwa analiangalia tu kusema aliniuza, alinifanya nini, angekuwa na chuki na ndugu zake. Lakini amekuja ameona kwa kumbe wale walikuwa wananiuza hawajui, ndio nilikuwa natakiwa nifanyike msaada wa kuwatoa kwenye msimu wa njaa. Kwa hata sisi wenyewe lazima tuanze kuangalia. Kuna maeneo unakuta naona kabisa, mbona kama sifanyiwi vizuri, mbona kama hawajanifanyia nilivyotaka kufanyiwa, mbona kama hawanifanyi kama ninavyotaka. Kuna kitu kuna kitu Mungu anakufundisha. Unakuta baada ya muda unakomaa. Unakuta ulikuwa unapenda kufanyiwa kitu fulani, unapenda hivi na hivi, unapenda kunyenyekee, fanya nini na nini. Baada ya unakuta umekomaa. Sasa hata akitokea mtu akakudharau, haiumizi tena kwa sababu sasa unajua sasa si watu wanauaga tu, watu wana madharau. Yaani hiyo inakutengeneza, unakuwa chombo imara zaidi.